Hedhi yako haieleweki. Inawezekana mwezi huu ukapata hedhi vizuri tu, yani ukapata labda mzunguko wa siku 28, alafu ukapata kwa uchache siku 3, ama inawezekana umepata kwa wingi siku 7, lakini imekaa vizuri. Lakini mwezi unaokuja umepita bila kupata hedhi yoyote. Hiyo huwa sio hali ya kawaida. Huwa inaashiria changamoto ya hormone zako hazijakaa vizuri, hususan hormone ya estrogen, na ndio maana unaona unapitia katika hali hiyo ya kupata hedhi. Kuna kipindi haupati hedhi. Kwa sasa hizi inawezekana haikupi changamoto yoyote kwa sababu hauko kwenye uhitaji wa kupata mtoto, lakini baadaye wakati wa kuhitaji kuja kupata mtoto itakupa shida sana, kwa sababu ukiona hali hiyo unapata hedhi, kuna kipindi haupati hedhi, ujue kabisa mayai yako pia hayapevuki katika kile kiwango ambacho kinatakiwa. Hata kama mwanaume wako ana mbegu nzuri kiasi gani, yani ana mbegu strong kiasi gani, hauwezi kutungisha yai ambalo halijapevushwa katika kile kiwango ambacho kinatakiwa. Hakikisha kama unapata hedhi ya kudanadana, yani kuna muda unapata au kuna muda inafululiza sana, yani inaweza kuchukua labda hata miezi 2, hata miezi 3, ama hata wiki 2, yani siku 18 mpaka hadi siku 21 wewe uko tu kwenye hedhi. Au kama ukipata hedhi unajikuta unapata tarehe 5, alafu nyingine unakuja kupata tarehe 20, hiyo ni hali isiyokuwa ya kawaida. Jitahidi uweze kurekebisha hedhi yako ikae katika mpangilio unaotakiwa. Kama ni mzunguko wa siku 28, iwe mzunguko wa siku 28. Kama ni mzunguko wa siku 21, ijulikane. Hapo ndio utaweza kupata mtoto kiurahisi, kipindi tu pale ambako utahitaji kuweza kufanikiwa kubeba mimba. Kama unapitia hali hiyo, usisite kuchukua namba yangu kwenye caption uweze kupata programu ya mwezi mmoja ya kuondokana na changamoto yako moja kwa moja. Naitwa Madam Bahati na ni bahati yako kuna video.